Habari ndugu mtazamaji unayenitazama, kwa majina naitwa Jendai Wilson. Karibu katika kipindi chetu kingine hapa Galaxy Media. Kwa siku ya leo ninakuletea kipindi cha watoto wetu. Niko hapa na watoto mbalimbali kwa ajili ya kusikiliza kisa chetu. Hata wewe mtazamaji unayenitazama unaweza kumweka mtoto wako karibu ili aweze kusikiliza kisa hiki, kwa sababu ni kizuri sana. Watoto hamjambo? Hamjambo kabisa? Basi leo ninawaletea kisa kimoja kizuri sana. Kisa hicho kinaitwa Sauti ya Mungu ya Upole. Kinasemaje? Sauti ya Mungu ya Upole. Siku ya leo nitamwelezea mtu mmoja katika Biblia aliyekuwa akiitwa Nabii Elia. Nabii Elia alikuwa akimpenda Mungu. Alikuwa akifanya kazi ya Mungu sana. Lakini kuna wakati watu wa Israeli waliacha kumtii Mungu. Walipoacha kumtii Mungu, wakaanza kuabudu miungu pamoja na mfalme wao aliyekuwa akiitwa Ahabu. Alikuwa akiitwa nani? Ahabu. Huyo ndio alikuwa mfalme wa Israeli. Mke wa mfalme Ahabu alikuwa akiitwa Yezebeli. Yezebeli alikuwa akiwaua watu wote waliokuwa wakimtumikia Mungu. Yezebeli aliwaua manabii wote, na alibaki nabii huyu tu mmoja katika Israeli ambaye ni Nabii Elia. Nabii Elia akaamua kukimbia. Alikimbia ndani ya siku 40. Na hatimaye alifika katika mlima Horebu. Alipofika katika mlima Horebu, Mungu alimtokea, akamuuliza, "Unafanya nini hapa?" Mungu alipomtokea Elia alimjibu. Alihuzunika sana, akamwambia Mungu, "Nimekutumikia, nimefanya kazi yako. Watu wa Israeli wamekuacha. Wanaabudu miungu. Wamevunja madhabahu yako. Na manabii wote wa Israeli wameuawa. Nimebaki mimi tu." Alikuwa amebaki nabii mgapi? Mmoja, ambaye ni Nabii Elia. Mungu alisikitika sana. Akasema, "Elia, umekata tamaa kwangu?" Elia alikata tamaa kabisa. Alifahamu kwamba Mungu hawezi kumwokoa kwa sababu manabii wengine wote wamekufa. Alibaki peke yake. Lakini Mungu, kwa sababu ni Mungu wa upendo, alimwambia Elia, "Toka nje ya pango, nahitaji kuongea na wewe." Elia wakati anasimama kutoka nje ya pango, alisikia upepo unavuma vu. Ule upepo ulipokuwa unavuma, ulitikisa milima, ukapasua miamba, lakini Elia hakusikia sauti ya Mungu. Kwa sababu hakusikia sauti ya Mungu, hakusimama sehemu aliyokuwa amekaa ili kutoka nje ya nini? Ya pango. Baada ya upepo mkali kuvuma, likaja tetemeko, likatikisa ule mlima. Liliutikisa mlima Horebu. Lakini Elia hakusikia sauti ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo akaamua kukaa, hakutoka nje ya pango. Baada ya tetemeko kubwa kupita, ghafla ukaja moto mkali ukapita pale. Lakini Elia pia hakusikia sauti ya Mungu, hivyo hakusimama. Akaamua kubaki pale ndani ya pango. Afanya nini? Amekaa. Baada ya vitu vyote hivyo vitatu kupita, ndipo Mungu akaja na sauti ya upole. Alikuja na sauti ya nini? Ya upole. Alipokuja na sauti ya upole, Elia akatambua kwamba hii ni sauti ya Mungu. Na ndipo Elia akaamua kutoka nje ya pango na kusikia sauti ya nani? Ya Mungu. Kwa hata sisi watoto, mama akikuita Happy, akikuita Happy, si unajua sauti ya mama? Unaitika, "Be mama." Na ndo jinsi Elia alivyosikia sauti ya Mungu, akaamua kutoka nje ya pango. Kwa sababu alijua sauti ya Mungu haiji kwa vurugu, inakuja kwa upole, inakuja kwa upole kabisa. Ndipo Mungu akamwambia Elia, "Unafanya nini hapa?" Akamuuliza ile swali aliyomuuliza mara ya kwanza. Elia akamjibu vile vile.
Mungu akamwambia Eliya, usikate tamaa. Akamwambiaje? Usikate tamaa, niko pamoja nawe. Akamkumbusha kwamba hajasalia mwenyewe katika Israeli ambaye anamwamini Mungu, bali wapo na watu wengine wanaomwamini Mungu, wako jumla 7,000. Wako wangapi? 7,000. Kwa maana bado walikuwa wengi, lakini Eliya alifahamu kwamba watu wote wameuawa. Mungu akamwambia Eliya, rudi kazini. Rudi kule Israeli ukafanye kazi yangu, kwani mimi niko pamoja nawe. Kwa hiyo kisa chetu cha leo kinatufundisha sisi watoto, tunapokuwa tunakata tamaa, tunasikitika, tunapitia mambo mengi, tusikate nini? Tamaa. Mungu yuko pamoja nasi. Mungu hatuachi. Sawa? Na hapo ndio mwisho wa kisa chetu kizuri. Watoto, asanteni kwa kunisikiliza. Siku nyingine nitawasimulia kisa kizuri kabisa. Sawa? Ndugu mtazamaji, uliyekuwa kutufuatilia katika kipindi chetu cha watoto wetu, natumai umejifunza. Kuna mambo mengi umeyapata katika kisa cha leo. Ninakualika uendelee kutufuatilia, na tutakuwa tukikuletea visa vizuri vitakavyo kufunza na kukubadilisha na kukutia moyo. Asanteni na Bwana awabariki.